Danieli mlango wa 4. Nikisoma hiyo maandishi ni marefu, maybe from 34 to 37. Utaona maombezi ya mfalme Nebukadneza. Baada ya kupelekwa kukula na wanyama katika porini miaka 7. Biblia inasema hapo mfalme anasema mimi Nebukadneza niinua macho yangu juu. Kila mara nikisoma hiyo ombi ya Nebukadneza, baada ya kujifundisha ya kuwa kuna mfalme mwingine mkubwa kushinda yeye, vile Nebukadneza anamuinua Mungu, huwa anafikiria huyo mtu aliokoka, tutampata mbinguni. Soma hiyo maombi, maybe we can read it, hata kama time is against us. Danieli 4. Na Mungu atataka tukomee, tusimamie, tutasimamia hapo. Daniel 4, chapter 4:34. Lakini unaweza anzia mstari wa 28 kwa wakati wako mwenyewe, ama mlango wote wa 4. Lakini mstari wa 34 inasema hata mwisho wa siku hizo mimi Nebukadneza nikainua macho yangu kuelekeza mbingu, fahamu zangu zikanirudia, nikamhimidi yeye aliye juu. Huyu tena ni Nebukadneza amebadilika. Nikamhimidi yeye aliye juu, nikamsifu, nikamheshimu yeye aishie milele, kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele, na ufalme wake hudumu toka kizazi hata kizazi. Nebukadneza. Na watu wote wanaokaa duniani wanapohesabu kuwa si kitu, anawahesabu kuwa si kitu, naye hufanya kama atakavyo katika jeshi la mbinguni na katika hao wanaokaa duniani, wala hapana awezaye kuzuia mkono wake, wala kumuuliza unafanya nini wewe? Basi wakati huo fahamu zangu zikanirudia, na kwa ajili ya utukufu wa ufalme wangu enzi yangu na fahari zangu zikanirudia, na mawaziri wangu bla bla. Mstari wa mwisho hiyo sehemu ya 37. Basi mimi Nebukadneza na muhimidi mfalme wa mbinguni, na mtukuza na kumheshimu, maana matendo yake yote ni kweli na njia zake ni za adili, na wale waendao kwa kutokubali yeye aweza kuwadhiri. Mimi tunasema wale ambao wanajiunua na washusha. Nebukadneza alifunza somo lake kupitia nani? Maombi ya Danieli, Shadraka, Meshaki. Naangalia hao vijana wanne, naona umoja wa kanisa. Amen. Walikuwa umoja kila kitu. Lakini somo nilikuwa nataka tuone hapa, Daniel alifundisha system za Babiloni, uovu aliwafundisha kuna Mungu. Paka Nebukadneza, unaona worship. Mfalme mwenye ajui Mungu anaweza kunifundisha kuabudu Mungu? Ndio anasema huyo mzee ako mbinguni labda. Kuna uwezekano? Kuna uwezekano. Because hiyo maombi anaomba hapana. So I was saying we need to start fires in the camps of the enemy. Danieli na marafiki wake walianzisha moto wa kuzima uovu wa Babiloni, na walifanikiwa. Mungu hataonekana kwa kuongea tu.
So we need men and women with a far-off vision. Wengine waliona mbali. Tukijichanganya tutakufa. So they saw far and they began to pray. Elijah also was such a man. He declared at the battle on Mount Carmel. That is Ufalme wa Kwanza 18, 36 to 38. Baada ya kusoma uovu wote ambao ulikuwa unaendelea katika Israeli wakati huo, ukisoma hiyo Wafalme kuanzia chapter 12 utapata mwelekeo. Kwa nini? Which Kings? Wafalme? 1 Kings chapter 18 verse 36. 18:36 to 38. Wafalme wa Kwanza 18, 36, 38. Lakini drama yote inaanzia mlango wa 12. Alafu tunakutana na Elijah mlango wa 17, 1 Kings 17. So I'm sure alikuwa anasoma chenye kinaendelea, akaamua, because katika hiyo mlango wa 17 Biblia haituambii alikuwa anafanya nini. Wazazi wa huyo mtu ama alikuwa na familia haitaji, but it just say Elijah Mtishibe kutoka Gileadi, na akakuja mbele ya mfalme akamwambia hakuna mvua. Najaribu kushoto, tutasoma hizo milango peke yako wakati wao. Hakuna mvua miaka 3.5. Sio ati Mungu amenituma kama nabii wake. Anasema hapo kulingana na neno langu, according to my word. Elijah alikuwa ametoka wapi? Ndio akuja kunena na Ahab. Akili yangu, huyo mzee alitafuta Mungu, aliongea na Mungu, walikubaliana na Mungu. Akamwambia nikienda nikifunga mbingu mahali hao watu nguvu zao za kupata mvua ni deal nayo katika mahali pa maombi. Mungu nikitaja hiyo, back me up. Bwana asifiwe. Amen. Niposa asemi Mungu amenituma. Naambia according to my word, kulingana na neno langu hakuna mvua hizi miaka 3.5. Na akaweka ufunguo kwa mfuko wake ya kufunga mbingu na kaenda. Until Ahab learned his lesson. Tuko pamoja? Amen. Alijifunza. Waliposa na waita katika mlima Kameli. Wote wanapiwa bali. Yeye peke yake. He challenged them. Akaambia, nasema that scripture, one of them, I think verse 38. If I be a man of God, let fire come down from heaven. Hao wengine aliwapatia nafasi yao, wakaomba, wakajikatakata, anawaambia hata labda Mungu wenu ako safarini, labda analala, labda ako kwa miti, you know, labda kuna vitu anasuluhisha. Endeleeni. Aliwapatia nafasi ya kwanza. Haleluya. Mpaka sasa wakaanza kujikata, lakini hakukuwa na jibu. Lakini Elijah aliita once, baada ya kujenga madhabahu. Tuko pamoja? Madhabahu ya maombi, madhabahu ambao aliunganisha tribes zote za Israeli, 12 of them katika hiyo madhabahu. Akaweka sadaka.
God operates through altars. Prayer. So alisema, if I be a man of God, kama mimi ni mtumishi wako, mimi ni mtu wa Mungu, wacha moto itoke. God honored that. Mungu alitii. Kwa sababu gani? Alikuwa anatembea na Elijah katika mahali pasiri ambapo hatujaambiwa. Mahali ambapo alikuwa anasoma historia ya Waisraeli. Kwa sababu katika hiyo maombi anataja, wewe ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa fulani, Mungu wa Yakobo. He knew the moves of God with his people, the Israelites. He knew it. Soma neno. Tusome neno. For us tufurahie maombi. Kwa sababu maombi tunaomba back the word of God to him. Ulisema hivi tena. So we need firefighters and fire starters in the camps of the enemy. Hata kabla akuje kujenga madhabahu yake pale, akipata na wewe ulijenga yako pale, hakuna mahali atapita. Joshua akasema, hii mawe imesikia yale nimenena. So mtu akuja pale tena anene ingine, mawe itamkataza, kuna maneno ni neno hapo. Hapo sasa. Hii yako sisikii. Sababu, some reasons why we lack a far off vision. Top on the list is spiritual blindness. Upofu wa macho. Sababu ambazo hatuna uwezo wa kuona mbali. Kupofuka kwa kiroho. Yesu akasema katika Mathayo 13, if I'm not wrong, hata Isaiah akataja the same, Isaiah chapter 6. Wako na macho, wako na masikio na hawasikii. Tuko na macho, hatuoni. Tuko na masikio, hatusikii. Ndiposa katika hiyo parable ambayo tulikuwa tunaangalia Wednesday, Yesu anaambia wanafunzi wake, mtilie maanani na mnavile mnasikia. Bwana asifiwe. Amen. Because kile unasikia ndio italeta impact, either positively or negatively katika maisha yetu. Kile tunasikia, na hii is a very powerful gate. Hii ni malango makubwa katika mili zetu na macho, kila kitu, hata our nerves, hata sehemu zetu za siri. Is a great gate. Wacha nizizuie, naweza kuenda nje ya hizo, nianze kueleza vitu zingine. Maybe Mungu akitupatia nafasi, wakati nitakuwa niko bado hapa, tutajifundisha hizo vitu zote, tuelewe malango na namna ya kukaa katika malango. Wana wa giza wanaelewa. Kiposa narudia hiyo mstari nilikote la Sunday. Yesu akasema wana wa ufalme wa giza wako na maarifa, wako na kuelewa kushinda wana wa ufalme wa Mungu. We should change that. So jinsi vile nasikia ndio natembea katika hiyo chenye nimesikia. Ndiposa ndio kuhani aweke wakfu, awe kuhani katika Old Testament, wakina Aaron na watoto wake. Masikio ilikombolewa, iliwekwa damu ya mnyama, ilisafishwa, alafu ikapakwa mafuta, anointing, so that isikie sauti ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Macho. Ungekuwa umezaliwa katika uzao wa Aroni, huwezi kuwa
ukuhani kama uko blind.